rahmatullahi wa barakatuh. Haya, kwa jina naitwa Amuri Shabani Bakari kutoka Mahakama Kuu ya Tunguu. Kwa niaba ya wenzangu wote, ujio wetu huu tumetoka Mahakama Kuu ya Tunguu, na ujio huu hasa lengo letu kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Ila ikifikapo tarehe 16 Juni, ulimwengu mzima unaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Sasa mpaka watu wameona umuhimu wa kuadhimisha hii siku, manake kuna makubwa yamewapitia watoto, makubwa sana. Ndio maana hii siku ikatengwa maalumu kwa ajili ya kukumbuka madhila, mateso, mashaka yaliyowakumba watoto. Ikumbuke kwamba mahakama kazi yake ni kusimamia sheria na kutoa haki pale inapostahili. Sasa leo tumekuja maksudi kuzungumza na wanakijiji hichi cha Rawe kwa lengo la kuelezana ni zipi haki za mtoto na nini mahakama inafanya kwa ajili ya kulinda na kurekebisha watoto wale ambao waliokindana na sheria. Sambamba na hilo, sisi sote hapa tuna watoto. Ikiwa hatuzaa, tutakuwa ndugu yetu, wa jirani, wa baba mdogo, ili mradi tuna watoto ambao tunaishi nao katika mazingira tuliyonayo. Lakini vile vile nawaona watoto hapa, watoto wangu wengine wanazaa, wengine wakubwa kidogo, lakini wote ambao hapa wamehusika kwenye hii hafla, wote wanastahili kuwepo hapa, kwa sababu tunazungumzia haki za nani? Watoto. Na watoto ndo hawa ambao tunawaona wana haki zao nyingi sana, ambazo sisi kama walezi, kama wazazi tunatakiwa tuzisimamie, ili wao waweze kuwa na mustakabali mzuri wa maisha yao ya baadaye. Lakini mbali ya kwamba sisi tupo kusimamia haki za watoto, kuna mababa ambao ndio wasimamizi wakubwa wa hizi haki za watoto. Nasikitika kidogo sijawaona wengi, lakini wao watakuwa wawe kipaumbele zaidi, kwa sababu bila ya wao hakuna mustakabali mzuri wa mama wala wa mtoto. Wao ndo wakuu wa familia. Kwa hiyo tunawaomba ambao mmekuja muwafikishie ujumbe ili kuweza kuhakikisha watoto wetu wanapata haki zao inavyostahiki. Leo hii ujio wetu hapa ni kwa ajili ya makundi yote, kuanzia baba, mama na watoto kama nilivyoeleza. Kwa hiyo kwa vile leo hii watoto ni siku yenu, au hamjui? Najua. Siku ya nani leo? Watoto. Mtoto wapi? Mtoto wa Afrika. Kuna mtoto ambaye si Mwafrika hapa? Nyote wa Afrika eh? Kwa hiyo tunaadhimisha sherehe ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo leo nataka mtege masikio yenu vizuri. Kisha siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Hii inaletwa ili kuweka kumbukumbu ya mtoto wa Afrika wa kule Afrika Kusini, Soweto, waliopigania haki yao ya kupata elimu mwaka 76. Siku hii ilianzishwa mwaka 1991 na Umoja wa Afrika, yani AU. Maelfu ya wanafunzi weusi wa Afrika Kusini walipigania utawala wa ubaguzi wa rangi na sera zake za elimu. Yaani kwa kipindi hicho wenzetu wa Afrika Kusini, watoto wao walikuwa wakipata udhalilishaji mkubwa, walikuwa hapati ile elimu iliyo bora. Kwa hivyo waliamua kupinga kitu hicho wenyewe watoto Kwa hiyo kutokana na hali hiyo ndio ikatokea kwamba baada ya kufanya hayo mabadiliko, yani baada ya kupigania ule kutaka kupata elimu bora, Afrika Mashariki ilikaa kwa pamoja na kusema kwamba hii ndio itakuwa siku ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo hii inafanyika kila mwaka, na sisi kama ni miongoni mwa nchi hizo za Afrika tunaiadhimisha siku hii kwa kuweka umuhimu wake zaidi. Tangu wakati huo ilipoanzishwa mwaka 1991, Tanzania na Zanzibar kama ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
imekuwa ina malengo ya kuwafahamisha, ya kuongeza ufahamu kuhusu changamoto, fursa na mambo mbalimbali ya watoto wa Afrika wanaokabiliana nazo, hasa katika maeneo ya afya, elimu na ulinzi. Makosa yaliokuwa hayatakiwi kuletwa kwenye mahakama za watoto ni makosa ya mauaji, makosa ya uhaini na kubaka. Kwa hiyo pia katika mahakama zetu yale mandhari mazuri yaliokuwepo ni kwamba kuna vyumba ambavyo vimetengenezwa vizuri, kuna picha za watoto ambazo mtoto akiingia haogopi. Lakini chengine kwenye mahakama za watoto, makoti yale na uniform hazitakiwi kuvaliwa. Mfano maaskari hawatakiwi kuvaa uniform zao, wala mahakimu hawatakiwi kuvaa yale makoti meusi. Inakuwa ni mahakama ambayo inatakiwa iwe friendly, iwe rafiki kwa mtoto. Lakini vile vile lugha katika mahakama ya watoto inatakiwa iwe lugha rafiki. Watoto waelezwe kwa lugha ambazo wanazielewa. Kama mtoto hafahamu, basi anatakiwa waletewe wale wakalimani kama kitu wafahamu. Lakini vile vile katika mahakama hizi mtoto anatakiwa aje hata na mzazi wake, na ndio inakuwa vizuri hasa kwa sababu pale mzee ndio unaanza kuona mambo mbalimbali ambayo yanahitajika kwa mtoto. Pengine kuna mambo ambayo wewe ulikuwa huyasikii huko nje, lakini kule unapata kuyasikia, unapata kuelekezwa na unaweza kumwelekeza mtoto kuwa katika maadili mema. Nchi yetu ya Tanzania ipo katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Maadhimisho haya hufanywa kila mwaka na kilele chake ni tarehe 16 mwezi wa 6 2026 kwa mwaka huu. Kwa hiyo sisi sote tunatakiwa tuwe tunafuatilia. Kwa kweli tunapaswa kuishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwatoa wananchi pamoja na watu wake kuweza kufika mbele yenu kwa ajili ya kufikisha taaluma kwa ajili ya wananchi. Lengo na madhumuni asibaki raia wa Tanzania akawa yuko nyuma, hajui kuhusu chochote kinachohusu sheria ya mtoto. Kuna sheria ya mtoto. Kila mmoja kati yetu anapaswa afahamu kwamba kuna sheria ya mtoto ambazo zipo na zinasimamia katika kutoa haki na kuelezea wajibu kama ambavyo wenzangu wameeleza. Sisi katika upande wa mahakama ya kadhi kuna mengi sana yanayohusu watoto tunayasimamia. Yaangalie. Kwa hiyo inapokuwa hayaangalie, wacha atakwenda ima atapiga namba ile 116 au atakuja mahakamani. Mfano mahakama ya kadhi au mahakama ya watoto kwa mheshimiwa. Atafika hapa na kuweza kutoa malalamiko yake, shauri lile litasikilizwa na mahakama itatoa maamuzi. Na mtu atashtakiwa kwa kosa la kuwatelekeza watoto. Lakini kwa Mungu vile vile huyu mtu aliyewatelekeza watoto atasubiriwa akapewe adhabu. Kwa Mungu ndio unasubiriwa kwa vile umeitelekeza familia yako. Mtume amesema kafa bil mar'i ithmun an yara man ya'ulu. Inatosha mtu kuonekana ni muovu kwa sababu ya kuwatelekeza watoto wake. Kwa hiyo serikali kuungana na mataifa ya ulimwengu mzima na sisi tumetolewa kwa ajili ya kuja kwenu kukuelewesheni, kukukumbusheni kwamba na sisi tunaungana na ulimwengu mzima kuadhimisha hii siku ya mtoto wa Afrika ambayo kilele chake tarehe 16 mwezi huu wa 6 2026. Kinachoendelea kwa sasa hivi ni kama utakuwa na maswali yoyote unapaswa kuuliza. Lakini kabla ya kuendelea na hiyo session, tunaomba kwa nafasi ya kipekee tumpe nafasi ya kuongea na wananchi wake. Diwani yupo hapa, tunaomba kumtambua na kuinuka na kusema machache. Nami niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kupata nafasi muda huu kuzungumza nanyi, na nawashukuru meza kuu kwa kuliona hilo. Nawashukuru sana zaidi ya sana.
nizungumze na watoto wangu, jamaa zangu, baba zangu, ndugu zangu. Nadhani jamani, watu wamekuja na walotujia ni sisi, na sisi tupo. Maelezo mengi tumeyapata, maelezo mengi tumeyafahamu. Ni wanasiri wananchi wenzangu, kina mama, shida tunazo nyingi, namba tushapewa ya siri, unazungumza yako peke yako, wala usione muhali, wala usione shida. Isipokuwa tu unaweza ukazungumza kwa siri, lakini yaweza ukaja kama tunakutaka uje, basi usisite. Kama utakavyoitwa uende, ili ukapate kueleza zaidi na kuonekana na kufanya zile harakati za kisheria. Lakini vile vile kwa watoto, maneno mengi yamezungumzwa. Haya mambo, kuna haki zenu nyinyi kama nyinyi, lakini vile vile na nyinyi mna haki kwa wazazi wenu. Kwa hiyo haya mambo yote yanategemeana. Kwa hiyo msiwe manake ikawa mnakosa haki nyinyi, mnajua kuzungumza, lakini nyinyi mnavunjia haki wazazi wenu. Na hili nalo pia na nyinyi mtakuwa mmekizana na sheria. Na sheria pia itakuhukumuni. Kuna hukumu zenu za watoto na kuna hukumu za watu wazima. Hao watu wenye kukizana na sheria, wale ambao hawafuati taratibu za wazazi wao au wakubwa zao. Tumefahamiana? Kwa hiyo nawaombeni watoto wangu, mjitahidi, mnatuelekeza mfahamu, mnatufahamishwa mfahamu.